Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Sikia sasa, Israeli, amri na sheria nitakazokufundisha wewe. Zifuate ili upate kuishi na uingie kuimiliki nchi ambayo Bwana Mungu wa baba zako anawapa. Usiongeze wala usipunguze chochote ninachowaamuru ninyi, ila myashike maagizo ya Bwana Mungu wenu ambayo nawapa. Mliona kwa macho yenu wenyewe kile Bwana alichokifanya kule Baal-Peori. Bwana Mungu wenu aliwaangamiza kutoka miongoni mwenu kila mmoja aliyemfuata Baali wa Peori. Lakini ninyi nyote mlioshikamana na Bwana kwa uthabiti Mungu wenu mko hai mpaka leo. Tazama, nimewafundisha amri na sheria kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru mimi, ili mzifuate katika nchi mnayoingia kuimiliki. Zishikeni kwa uangalifu, kwa kuwa hii itaonyesha hekima na ufahamu wenu kwa mataifa, ambayo yatasikia kuhusu amri zote hizi, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na ufahamu. Ni taifa gani jingine lililo kubwa kiasi cha kuwa na miungu yao iliyo karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo karibu nasi wakati wowote tunapomwomba? Nalo ni taifa gani jingine lililo kubwa hivi lenye kuwa na amri na sheria za haki kama hizi ninazoweka mbele yenu leo? Muwe waangalifu na makini ili msije mkasahau mambo ambayo mliyaona kwa macho yenu, wala kuyaacha yaondoke moyoni mwenu siku zote za uhai wenu. Mwafundishe hayo watoto wenu na watoto wao baada yao. Kumbuka siku uliosimama mbele za Bwana Mungu wako kule Horebu, wakati aliponiambia, wakutanishe watu mbele yangu, wasikie maneno yangu, ili kwamba waweze kujifunza kuniheshimu kwa muda wote watakaoishi katika nchi, nao waweze kuwafundisha watoto wao maneno hayo. Mlisogea karibu na mkasimama chini ya mlima wakati ulipowaka moto mpaka mbinguni juu, pamoja na mawingu meusi na giza nene. Ndipo Bwana alipozungumza nanyi kutoka katika moto. Mkasikia sauti ya maneno, lakini hamkuona umbo, kulikuwa na sauti tu. Aliwatangazia agano lake na amri 10 ambazo aliwaamuru mzifuate, kisha akaziandika juu ya vibao viwili vya mawe. Naye Bwana alinielekeza wakati huo kuwafundisha ninyi sheria na amri ambazo mnapaswa kuzifuata katika nchi ambayo mnavuka Yordani kuimiliki. Hamkuona umbo la aina yoyote siku ambayo Bwana alizungumza na ninyi kule Horebu kutoka kwenye moto. Kwa hiyo mjihadhari kwa uangalifu sana, ili msije mkajichafua na kujitengenezea sanamu au kinyago chenye umbo lolote kama la mwanaume au mwanamke, au kama mnyama aliye juu ya nchi, au ndege yeyote arukaye angani, au kama kiumbe kitambaacho juu ya ardhi, au samaki yeyote aliye ndani ya maji. Na utazamapo juu angani na ukaliona jua, mwezi na nyota na vyote vinavyoipamba mbingu, usije ukashawishiwa kuviinamia na kuviabudu vile ambavyo Bwana Mungu wenu alivyogawia mataifa yote chini ya mbingu. Lakini kwenu ninyi Bwana amewatoa kutoka kwenye tanuru ya kuyeyushia chuma katika Misri kuwa watu wa urithi wake kama mlivyo sasa. Bwana alinikasirikia kwa sababu yenu na akaapa kwamba sitavuka Yordani kuingia katika nchi nzuri Bwana Mungu wenu anayowapa kuwa urithi wenu. Nitakufa katika nchi hii, sitavuka Yordani. Lakini ninyi ni karibu mvuke mkaimiliki ile nchi nzuri. Jihadharini msilisahau agano la Bwana Mungu wenu lile alilofanya nanyi. Msijitengenezee sanamu katika umbo la kitu chochote ambacho Bwana Mungu wenu amewakataza, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Baada ya kuwa na watoto na wajukuu na kuishi katika nchi hiyo siku nyingi, tena kama mkijichafua na kutengeneza sanamu ya aina yoyote, mkifanya maovu machoni pa Bwana Mungu wenu na kumfanya awe na hasira, ninaziita mbingu na nchi kama mashahidi dhidi yenu siku hii kwamba mtaangamia mara moja kutoka katika nchi ile ambayo mnavuka Yordani kuimiliki. Hamtaishi kule kwa muda mrefu, bali kwa hakika mtaangamizwa. Bwana atawatawanya miongoni mwa mataifa, na ni wachache wenu tu watakaosalia miongoni mwa mataifa hayo ambayo Bwana atawafukuzia. Huko mtaabudu miungu ya miti,
na mawe iliyotengenezwa na watu, ambayo haiwezi kuona au kusikia wala kula au kunusa. Lakini kama mtamtafuta Bwana Mungu wenu, mtampata, kama mtamtafuta kwa moyo wenu wote na kwa roho yote. Wakati mnapokuwa katika dhiki, nayo mambo haya yote yamewatokea siku hizo, ndipo mtamrudia Bwana Mungu wenu na kumtii. Kwa maana Bwana Mungu wenu ni Mungu mwenye huruma, hatawaacha au kuwaangamiza wala kusahau agano alilofanya na baba zenu, alilowathibitishia kwa kiapo. Sasa uliza kuhusu siku za zamani kabla ya wakati wako, tangu siku ile Mungu alipomuumba mtu juu ya nchi. Uliza kutoka mwisho mmoja wa mbingu mpaka mwisho mwingine wa mbingu. Je, kumepata kutokea jambo jingine lililo kubwa kama hili? Au kuna jambo jingine kama hilo limepata kusikiwa? Je, kuna watu wengine wowote waliosikia sauti ya Mungu ikizungumza kwenye moto, kama mlivyosikia, nao wakaishi? Je, kuna Mungu yeyote amepata kujaribu mwenyewe kuchukua taifa moja kutoka taifa lingine, kwa mapigo, kwa ishara za miujiza na maajabu, kwa vita, kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyooshwa, au kwa matendo makuu ya kutisha kama yale ambayo Bwana Mungu wenu aliyofanya kwa ajili yenu huko Misri mbele ya macho yenu? Mlionyeshwa mambo haya ili mpate kujua kuwa Bwana ndiye Mungu, hakuna mwingine ila yeye. Kutoka mbinguni amewasikizisha sauti yake ili kuwaadilisha. Hapa duniani aliwaonyesha moto wake mkubwa, nanyi mlisikia maneno yake kutoka kwenye ule moto. Kwa sababu aliwapenda baba zenu na alichagua wazao wao baada yao, aliwatoa katika nchi ya Misri kwa uwepo wake na kwa uwezo wake mkuu. Aliwafukuza mbele yenu mataifa makubwa na yenye nguvu kuliko ninyi, na kuwaleta ninyi katika nchi yao, na akawapa ninyi kuwa urithi wenu, kama ilivyo leo. Kubalini na mweke moyoni leo kuwa Bwana ndiye Mungu mbinguni juu na duniani chini. Hakuna mwingine. Mshike amri na maagizo yake ninayowapa leo, ili mpate kufanikiwa ninyi na watoto wenu baada yenu, mpate kuishi maisha marefu katika nchi awapayo Bwana Mungu wenu siku zote. Kisha Mose akatenga miji mitatu mashariki ya Yordani, ambayo mtu yeyote aliyemuua mtu angeweza kukimbilia ikiwa amemuua jirani yake bila kukusudia na bila kuwa na chuki naye siku zilizopita. Angeweza kukimbilia katika mojawapo ya miji hii na kuokoa maisha yake. Miji hiyo ilikuwa Beseri katika tambarare ya jangwa kwa ajili ya Wareubeni, Ramoth katika nchi ya Gileadi kwa ajili ya Wagadi, nao mji wa Golani katika nchi ya Bashani kwa ajili ya Wamanase. Hii ndiyo sheria Mose aliyoweka mbele ya Waisraeli. Haya ndiyo masharti, amri na sheria Mose aliyowapa wakati walipotoka Misri. Nao walikuwa katika bonde karibu na Beth-Peori, mashariki ya Yordani, katika nchi ya Sihoni mfalme wa Waamori, ambaye alitawala Heshboni, naye alishindwa na Mose na Waisraeli walipokuja toka Misri. Waliimiliki nchi yake na nchi ya Ogu mfalme wa Bashani. Wafalme hao wawili walitawala mashariki ya Yordani. Nchi hii ilienea kutoka Aroeri, ukingoni mwa bonde la Arnoni, mpaka mlima Sioni, yaani ndiyo Hermoni, pamoja na eneo lote la Araba mashariki ya Yordani, na kuenea mpaka bahari ya Araba kwenye miteremko ya Pisga.